Kwa majina yangu najulikana kama 00 kutoka maeneo ya Marereni huku sehemu ya Malindi. Mimi ni mkulima wa broilers sehemu hii ya Marereni na natumia vifaranga kutoka kwa Suguna Feeds. Na hizi chicks pia ni Suguna. So kwa sasa wako na 21 days. Ambao saa hii naona tofauti kubwa kabisa kulingana na hiyo ukulima wa nyuma nilikuwa nikichukua vifaranga mahali kwingine. So hizi vifaranga naweza sema ziko vizuri, na kwa sasa ni siku 21, lakini naweza pata mpaka kuanzia 1.4, 1.3, 1.2 chini 1.1. So mimi na appreciate sana hii ukulima hii ya broilers, napenda sana kutoka kwa hii kampuni ya Suguna. Nimeipenda sana manake naona vifaranga vyao viko vizuri, viko health. Kuna kama wale wakulima wana lose hope. Manake hata mimi pia huko nyuma nilienda nika lose hope, hata nilikuwa nataka kuacha ukulima. Lakini nilipopatana na hii kampuni ya Suguna walinitia moyo na nikaanza tena. Na kwa sasa hapa niko na kuku 500 kama mnavyoona, na wako vizuri. Na pia na washauri wakulima wenzangu pia msife moyo. Kama kuna mtu amekufa moyo, usife moyo. Wewe ng'ang'ana kama venye napambana hapa. Unavyoangalia kule sawdust nini viko visafi. Hii ukulima wa broilers hauhitaji uchafu. Hapa ni usafi. Ukiwa na uchafu kuku wanakufa tayari. So na hii maji mimi nabadilisha kila baada ya nabadilisha mara 3, kama mara 3 kwa siku. Feeders safi zinaoshwa kila asubuhi, lazima zioshwe, zianikwe kwa jua ili zile vidudu ziwe zitakufa. Ukiangalia joto nimeweka paka ceilings kwa sababu ya joto. Hii joto likiwa jingi huwa kuku hawawezi, wanaweza kuwa na heart attack, kisha baadaye wanaweza anza kukufa. Utaona wanatupa kuku tu rahisi, lakini sababu pia joto linachangia. Ndio maana nimeweka hizo ma ceilings kwa sababu ya kuzuia ile moto mkali kutoka juu. Kama wakiwa kubwa namna hii wanahitaji joto la kama 24 to 26 degrees. Hiyo ndo at least hapo wanaweza maintain. Pia watakuwa vizuri kabisa kama mnavyoona. Mimi kama mkulima I have very big vision on this. Mimi nataka nataka niwe big supplier kwa hii Malindi. Hiyo ndo maono yangu. So hii hata naona hainitoshi. Nataka niongeze hata kama ni mabanda zaidi ya hizi. Niwe hata naweza hata kuku 2,000, hata 10,000. Niko na maono makubwa sana. Ninachohitaji tu ni supporta yenu, kama venye mmekuja hapa kunitia moyo, pia kunikosoa mali kwenye naona nimeenda kombo. Hapo pia narekebisha pale kwenye kutakuwa nimeenda kombo, na nione pia nitakuwa online venye natakikana kwenye huu kulima. Kuhusu sawdust, mimi na change sawdust kila baada ya siku 7. Huwa lazima ni change kwa sababu huwa imechafuka, na pia kuna harufu kali ambayo inatoka pale, kuna gesi kali. So ni muhimu sana kwa mkulima uzingatie hapo kwa sawdust. Huwa unaangalia ikichafuka utoe mapema, kwa sababu ikiendelea kukaa pale huwa itaathiri kuku zako. Alafu lingine kuhusu kuwapatia chakula, zile masaa za jioni kuanzia saa 12 mpaka saa 4, huwa tayari hapo giza liko hapo kuanzia saa 12. So hapo huwa siwapatii chakula. So kuanzia saa 12 mpaka saa 4, hasa hapo ndo nawapatia chakula, na wafungulia mataa ndo endelee kukula. Masaa za mchana pia huwa ikifika saa 6 huwa siwapatii chakula, nawapatia maji peke yake, maji fresh, na wanaendelea kunywa hayo mpaka kama saa 9 hapo saa 10 ndio nawekea tena chakula kingine.
Na chakula yangu mimi venye na work mimi, kimimi sijazi ile nini, ile fida zao huwa sijazi. Huwa naeka tu kidogo kidogo ili akule amalize nimweke ingine. So pia kuna ile napata ile time nzuri ya kuwa na monitor kila time, naangalia wanaendelea vipi na wanataka nini. Kwa sababu ukijaza pale bado unakuwa mvivu wa kufika kwa banda. So mimi naeka kidogo kidogo, wanakula wanashiba, wakimaliza narudi nawekea tena ingine. So hivyo ndivyo na work. Kwa hivyo karibuni sana kwa Zero's Farm. This is Zero's Farm.